kitambaa cha katikati anaandika amri 10 za Mungu. Mnanielewa? Amri 10 za, anashona nguo maana walikuwa wanavaa majoho mara nyingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi angekuwa anashona vitenge vitatu, au kwenye suti akivaa suti kama Yohana pale au ya kwangu hapa, anashona yenye vitambaa vitatu. Kitambaa cha kwanza, kitambaa cha pili, kitambaa cha tatu. Emfikiria. Na kile kitambaa cha katikati alikuwa anaandika amri 10 za nani? Ili akiwa anatembea anafunua. Usizini. Usiibe. Akitembea akikutana na kitu, usiibe. Anafunua, anaendelea na safari. Kwa nini alikuwa anashona vitambaa vitatu? Kwa sababu alikuwa hataki moja, jasho ligusane na kitambaa ambacho kimeandikwa amri 10 za Mungu. Jasho la mwili wake. Alikuwa hataki jasho la mwili wake ligusane na kitambaa kilichoandikwa kwa amri 10 za nani? Alafu pili, kitambaa cha juu kwa ajili ya kufunika jua, vumbi. Yote haya ni kwa sababu gani? Kwenye zile amri 10 za Mungu limeandikwa jina la nani? La Mungu. Hao ni Mafarisayo. Na Kristo anasema haki isipozidi hao. Leo Biblia tukija kanisani iko wapi? Unatembea nao unakuja kanisani. Wiki nzima hujasoma hata. Ilipokuwa sijui. Kwa hiyo walipokuwa wanatembea wanamaliza safari zao, wakifika nyumbani, anafunua, anaangalia katika hizi amri 10 kuna moja ambao nimejikwaa. Akikuta kuna moja ambaye amejikwaa, walikuwa na visima. Hamjanielewa? Walikuwa na visima vya kujitakasa. Anaenda kwenye kisima anajitakasa. Kwa maana kuna amri 10 amefanyaje? Ameikanyaga. Farisayo alikuwa anatembea hata kwenda sokoni. Hata kwenda wapi? Sokoni. Akifika sokoni kabla hajanunua anaomba. Hatujaelewana bado. Alikuwa akifika sokoni anafanyaje? Anaomba. Akifika pale anakutana kuna nyanya, anasimama. Mungu, asante kwa maana umeomba vitu vyote na hivi umenibariki, nimefika hapa, sasa nibariki ninunue. Nyanya shilingi ngapi? Kwa hiyo kama ananunua nyanya, atafika kwenye nyanya ataomba. Akifika kwenye vitunguu ataomba. Leo hii sisi ndio kwanza tunaanza. Nipunguzie. Kwanza useme nipunguzie. Yaani nitakosa hata nauli. Yaani ni hii tu nilionayo. Unaanza uongo. Unaanza nini? Uongo. Badala ya kuwa mkweli, nipunguzie. Kwa nini ukisema itakuwa ngumu? Lakini sisi tunaanza nini? Tunaanza uongo. Badala ya kusema ukweli, nipunguzie. Unaanza yani ukisiponipo, yani nisipochukua, yani ni nauli hii tu, nitatembea kwa miguu. Na bahati mbaya sasa ukimpunguzia nakupa 10,000. Kwa hiyo manake ni kwamba Mafarisayo walikuwa na imani kali. Na Kristo anasema